Mungu anakuangalia kweli. Huyu mtu anaendelea. Sasa ghafla anaanza. Maombi alikuwa anapenda maombi, anakuja kila ibada, anapunguza. Mara Ijumaa, Jumapili, mara tunasikia mwenzetu kwa mtaani anapigana. Mara huko mwenzetu sio na nini. Dhambi watu wa Mungu. Sasa hii sote ndio sababu ni tunaona jasho. Sijaipa baba, nasikia jasho. Kwani nimetoka jasho kama mimi? Haleluya. Sasa tunakuja huyu mtu. Sasa tunataka kanisa ambalo ni hili hapa. Huyu mtu baada ya kuokoka na kumjua Yesu, sawa? Maombi anapenda. Kila ibada yumo. Wenzake wakianza umbea yeye anaondoka hiyo eneo, akai hapo. Na wakimuona anakuja kama walikuwa na umbea, wanasema ameshakuja muda. Anajifanya ameokoka, kampita mpaka Yesu. Potelea mbali, wacha waseme. Usikae katikati yao. Haleluya. Mchungaji akiangalia anaona hujaja, anasema mwanangu hajaja. Hebu ngoja nimpigie simu. Mbona leo ibada hujaja baba? Yaani nilikamatwa kwenye maombi mpaka basi. Yaani unajua kuna mtu kwenye ibada aje asije mchungaji hajui. Unanielewa? Yaani pamoja na uchache huu, mtu akikosekana kwenye ibada, mchungaji hajui kama umekuja au hujaja. Maana hauna kitu unachokifanya ndani ya kanisa. Mimi sasa naambiana, amua tu kuwa kila ibada huwa unapiga kigelegele. Kila ibada mbele kihubiri, hata kama sio cha kuchekesha. Wewe pigani kila ibada. Siku akikosa kigelegele anasema hajaja. Sasa wewe upo haupo? Na ukina hata ukienda kanisani ukaenda ofisini mchungaji, samani umekuja kwamba barua nataka kusafiri. Wewe ni matumizi wewe. Yaani anajiuliza mbele yako. Shida ni hauko vizuri kanisani. Sasa huyo anaimba na kwaya. Huyo mtu haambiwi mkesha Ijumaa. Hangoji. Yeye anaweza kuanza kukesha Jumatatu mpaka Ijumaa peke yake. Huyu mtu mambo mengi Mungu anasema naye, mengine anaenda kwa mchungaji na baba aliye mzuri. Akienda mtu ameambiwa na Mungu, baba anajua huyu ni Mungu na huyu ni akili zake. Haleluya. Huyu mtu amehamishwa jumla. Hakuna vile vitabia vya asili. Kwetu sisi ndivyo tulivyo, kwenu ni kwenu. Sisi wenzako kwetu ni mbinguni. Biblia inasema duniani tunapita, wenyeji wetu ni mbinguni. Tunaenda kwa tabia za kimbingu, sio tabia za duniani. Haleluya. Sasa basi, huyu mtu akija adui kutaka kupambana na huyu hata mweza, hakuna doa lolote. Ila akija kwa huyu lazima mpate. Maana kuna vitabia ambavyo adui anavijua vilivyopo ndani yake. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema shetani ni kama simba ungurumaye, naye anatafuta ili anatafuta mtu ili ammeze. Maana yake ana kazi ya kutafuta. Anatafuta una nini? Watu wa Mungu kweli, wa Pentecost hautamkuta kwenye baa, hautamkuta kwenye ulevi, lakini umbea na kujifanya wewe ndio bingwa pale kanisani, yani wewe ndio wa zamani. Hivyo vitaharibu kanisa. Hapa mnakule puge. Yaani kuna mtu akimuona mtu ameondoka hivi karibuni ana spidi za kanisani, anasema hivi kwa hata sio yetu tulikuwa hivyo mwache tuone spidi zake. Hiyo ni dhambi, sio dhambi? Alafu akionekana mtu ana moyo wa kutolea Mungu, anatoa, anakaa karibu, anaenda mara kwa mara kwa mchungaji, mara kapeleka hivi, anajipendekeza. Dhambi, sio dhambi? Alafu mtu akijipendekeza kwa
na wewe umekaa na chakula chako. Kwani mimi nakula cha kwenu jamani? Ni kila nakula tu hiki basi. Haleluya. Haleluya. Tusiposaidizana tutashindwa kwenye vita, tutaondoka kwenye ushindi, tutaenda kwenye kushindwa. Huyu mtu ni wa kushindwa. Atashindwa katika vita, ataondoka kwenye ushindi, ataenda kushindwa, lakini huyu atabaki kuwa mshindi. Huyu mtu atajaa Roho. Tukiimba habari za Roho Mtakatifu hapa, anajaa dakika chache, maana moyo wake mweupe, maisha yake safi. Tukisema Roho wa Bwana tawala, Roho anashuka, anaanza kumtawala, maana yuko safi. Vita ikija inakuta amejaa Roho, hiyo vita haimwezi katika jina la Yesu. Huyu mtu ni mshindi, anashinda kwa yeye aliyempenda. Haleluya. Akasema, Shetani akasema mtakuwa kama Mungu. Adamu na Eva wakasema ngoja tuwe kama Mungu. Haitakai tokee tuwe kama Mungu, ila maisha ya kiroho Biblia inasema iweni